Kumbe mimi bosi. Amesahau yale maneno yanainua ile nafsi taratibu. Mheshimiwa, bosi, kiongozi, bosi, bosi. Karoka na nyanyuka taratibu. Na shetani anakusubiria. Kuna muda fulani ikifika, anasema hapa hawezi kurudi tena, anakuvutia moja kwa moja. Anataka hata kiingia kanisani watu wamnyenyekeage hivyo. Hii ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii ni madhabahu. Tunafanya kwa ajili ya Mungu ili Mungu atubariki. Na kwa sababu hiyo, Mungu akikupa nafasi ya kutoa, toa. Kwa sababu unamtolea Mungu aliye hai. Ila usitoe kwa sababu unataka kila mtu akupongeze, kila mtu akushangilia. Waliomshangilia Yesu wale baadaye waligeuka wakaanza kumsomea. Makofi yale waliompigia, makofi hayo yanaweza kutumika kwa ajili ya kukuangusha chini. Hebu mwambie jirani yako fedha, mwambie fedha, mwambie fedha, mwambie fedha. Kiburi cha fedha, kiburi cha mali, kiburi cha kukutosheka, kiburi cha kuona kwenye ukoo hamna ambaye anaweza kanisikia mimi. Mwambie jirani yako ni kibaya. Mwambie mruhusu Mungu akutengeneze ndani yako. Na ubaya zaidi, kiburi ni kitu cha ndani. Cha ndani. Sumbua. Kazi ya muda. Kiburi cha ndani. Satuache. Kwani wewe mnaosali hapa, wewe ulioni kanisa lilivyo kwamba linahitaji kitu gani? Mnavyo vya kusema. Huku juu nako kwa kusema nako. Kwani wewe una hela wewe? Mwangalie jirani yako. Angalia huju. Kwani wewe hauna hela wewe? Alafu wewe ndio uliotuzulia baraka. Kwa sababu ungenyanyuka tu uanze, wengine wangeunga mkono nyuma. Angalia juu, angalia juu. Mwangalie, mwambie 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 Ukizunguka huko kanisani huko nyuma huko kumeharibika nyuma huko. Ukizunguka hapa alipokaa wachungaji hapa nyuma hapa kumekaa kavi. Unasema hivi washarika hapa nao si wapo? Mwambie jirani yako mwambie angalia. Angalia madirisha. Angalia. Pane wenzangu wamuone. Nayo waje wakwambie. Kuna watu wanataka watafutwe, wabembelezwe. Kama Mungu amekubariki wewe, nyanyuka tukafanye. Mungu aliye hai atakusaidia. Kiburi cha fedha, Bwana amesema ulafi, anasa, kiburi kingine. Ndio maana ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo 39:1-3 unakuta Yusufu aligoma moyo wake kukamatwa na mali. Kwa nini unajua? Kwa sababu mke wa Potifa alikuwa ni mke wa Potifa ambaye ana nafasi, mume wake ana fedha. Kwa hiyo alipomwambia Yusufu lala nami, Yusufu akasema mama, una mali zako, una maisha yako, endelea. Kwenye hicho kipengele I say nisije nikavunja ushirika wangu na Mungu. Akaamua kukimbia. Hakuangalia mali alizokuwa nazo, hakuangalia fedha alizonazo. Ndio maana hata watu walipompeleka ndani alisema sawa, iko siku itafahamika. Aliona atenge mahusiano yake na Mungu. Akasema hapana, mama, pamoja na kwamba una hela, una nafasi kubwa, nipeleke utakaponipeleka. Wakakamata na nguo zake, akapeleka uthibitisho huu hapa. Unakimbieje na nguo zako unazo? Wamezikamata na shati umevua, unakimbieje? Kithibitisho kipo. Kwa sababu gani? Ni mke wa mfalme. Mfalme ana hela, ana mamlaka, atafanya anachokitaka. Lakini alisahau ya kwamba Yusufu alikuwa na ushirika na Mungu ndani. Na ule ushirika na Mungu ndani ndio uliomsaidia popote alipoenda. Alisema nimefungwa lakini hawaja kufunga wewe ndani yangu. Wamenizuia nisitoke nje lakini hawaja kuzuia wewe. Wewe uzuiliwi na mageti. Wewe uzuiliwi na kamba. Saa yoyote ukiamua kufanya, unafanya unachotaka. Wakamweka ndani, wakamuonea, lakini saa ikafika Bwana akajifunua kwake. Jambo la mwisho, kuna kiburi cha nafasi. Hebu sema nafasi. Sema nafasi. Kiburi cha nafasi. Tunachotaka sisi, tunasema kile ambacho Mungu anataka tukilete. Umenielewa? Hebu sema kiburi cha nafasi. Sema kiburi cha nafasi. Sema kiburi cha nafasi. Nafasi. Mwanzo 39:13-20. Utakuta hapo wakati Yusufu amewekwa kule ndani gerezani. Biblia inasema lakini Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali. Wapi?
kule kule gerezani. Aliyemweka ni mtu kwa sababu alikuwa kwenye nini? Kwenye nafasi. Watu leo wanaumia kwa sababu ya watu walio kwenye nini? Kwenye nafasi. Kama sio nafasi ya hela, nafasi ya kimamlaka. Hana hela, kisimama kwenye mamlaka hawezi, anaonewa ndani. Kwani unafikiri Yusufu angekuwa na hela asingepambana na yule mama? Unafikiri asingepambana naye? Angepambana naye, angesema twende tupate mpaka ushahidi. Nafasi. Hebu sema nafasi. Hebu sema nafasi. Hebu sema nafasi. Nafasi inaua, usipokuwa nayo makini. Inaua ushirika wako na Mungu, unabaki na mahusiano na Mungu na watu. Watu wengi wana mahusiano ya wao kwa wao, hawana ushirika na Mungu. Nafasi inaua wengine. Nafasi inaweza kuonea wengine. Nafasi inaweza kuua wengine. Nafasi inaweza kuonea wengine. Uwe mama ndani ya familia, chunga sana nafasi uliyopewa na Mungu. Uwe baba ndani ya familia, chunga sana nafasi uliyopewa na Mungu. Uwe ndani ya kanisa, chunga sana nafasi uliyopewa na Mungu. Uwe serikalini, chunga sana nafasi uliyopewa na Mungu. Hiyo nafasi uliyopewa, Mungu hajakupa tu, amekupa ili wavushe watu wengine. Ndio maana ukisoma kitabu cha Esther, Mordekai wakati anaenda anamwambia alivyomuona mjomba wake namna yeye amesogea kwenye ua, anamwambia amevaa magunia. Esther anabeba, anaambia vijakazi wake, bebeni nguo mkampe Mordekai. Mordekai alipoona namna hii akamwambia, wewe Esther, yani aliwaza ndani, kwa mimi mnafikiri sina nguo? Akamwambia nenda akamwambie. Akampa na waraka wa barua ambazo Wayahudi wanatakiwa wafanye nini? Waangamize. Akasema kampe. Anafikiri mimi nimevaa tu magunia hapo, analetea nguo, hata kunisikiliza hajanisikiliza. Akamwambia, akampa na nakia ile barua. Alipoisoma namna ile, alafu akamwambia, usijidhanie ya kwamba wewe utakuwa salama usipotusaidia kwenye kipindi kama hiki. Lakini akasema, lakini wewe ukinyamaza, Bwana atainua msaada mwingine kwa Wayahudi, ila wewe utaangamia na nyumba ya baba. Lakini ukinyamaza, hebu sema ukinyamaza. Wakati anaongea naye, alijua wakati anaongea naye yuko kwenye nafasi, na ile nafasi alionayo anatakiwa aitumie ili Wayahudi na wenyewe wavuke. Ndio maana akamwambia, ukinyamaza Mungu ataachilia msaada toka mahali pengine. Esther akasema, Mungu akawatumie wengine na wakati mimi nipo? Akasema hapana. Likaingia ndani, akasema mkafunge na mimi nitafunga ili niende kwa mfalme. Na alitumia ile nafasi na wengine wakapona. Nafasi ambayo Bwana anakupa, hakikisha unavusha na wengine na wanavuka salama. Mwangalie jirani yako, mwambie wasaidie watu kwenye nafasi ulionayo. Mwambie wasaidie watu kwenye nafasi ulionayo. Mwambie wasaidie watu kwenye nafasi ulionayo. Anawaua kimawazo, anawaua kiakili, anawaua kifikra kabisa. Semea mwenzake tu vibaya, chafua kwa sababu ya nafasi. Tenda wema, tenda wema ili ushirika wako na Bwana kwenye nafasi ulio. Umeaminiwa na kanisa, simama vizuri. Umeaminiwa na serikali, simama vizuri. Umeaminiwa na ukoo wako, simama vizuri. Wewe ni daraja la kupitisha wengine, lakini usifikiri ukinyamaza Mungu hatainua watu wengine wampitishe huyo ambaye umemzuia asipite. Kwa sababu Mungu anaweza kukuondoa kwenye kiti, peleka huko. Kuna mwanangu namtesa hapa, alafu anamleta mtu mwingine anampitisha yule anapata kupita. Hivi mnanielewa? Watumishi wa Bwana mnanielewa? Ushirika na Mungu ni kitu moja muhimu sana. Unapokuwa umekaa kwenye nafasi, omba moyo na nafsi yako na roho yako visije vikalemewa na nafasi na shughuli ulizo nazo, alafu ukapoteza ushirika na Mungu. Mtu akikaa kwenye kiti, kwenye nafasi, analewa madaraka. Sasa hivi kuna mtu mwingine kama mimi anasahau, naye ndio yule tuliokuwa tunaomba wote huko. Alipopata nafasi akakaa, amemwacha Mungu aliye hai. Ulafi wa madaraka. Omba moyo wako usije ukalemewa. Ulevi, unalewa kwenye nafasi ulio nayo. Kuna watu wakikaa kwenye nafasi hawana hata nafasi ya kumtafuta Mungu. Anafikiri tu nafasi alionayo itampeleka mbele za Bwana. Kuwa na ushirika na Mungu ni zaidi. Nafasi. Mwambie jirani yako, usimuonee rafiki yako kwa sababu ya nafasi. Mwambie tena, usimuonee rafiki yako kwa sababu ya nafasi. Kitabu cha Danieli 4 anasema 17 anasema hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, kwamba wewe utaondoka, utakaa huko miaka 7 mpaka utakapotambua ya kwamba Mungu ndiye anayetawala
na humpa nafasi amtakaye. Sio umtakaye. Wewe ni baba wa baba, tumia nafasi hiyo vizuri. Wavushe akina baba, usiwakwamishe. Usiwakwamishe. Simama tupate nafasi ya kuomba. Simama tupate nafasi ya kuomba. Nafasi inaweza kuua mahusiano yako na Mungu, shirika wako na Mungu. Nafasi inaweza kuua maisha yako ya kiroho. Lakini nafasi inaweza kuhuisha pia nafasi yako ya kiroho kama ukikaa nayo vizuri. Nafasi inaweza kumruhusu Mungu wewe wapitishe wanaotakiwa kuvuka. Alafu atakapovuka ng'ambo ya pili, watasema Mungu, mbariki yule mtu, amekuwa baraka na sisi tumepata kuvuka. Unaelewa maana yake? Ukimzuia akienda kusema Mungu, sielewi farao wangu ni nani. Ogopa usije kwa farao wa mtu akawa anakuombea usiku na mchana. Hatari sana. Ninazidi kutembea maombi yasikie. Bwana nipandishe, Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana nipande, Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana nipande, Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana nipandishe. Weka mkono wako kifuani. Sema, Bwana Yesu, katika damu ya Yesu ninakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ulilolituma asubuhi ya leo ili liweze kunisaidia katikati ya maisha haya niliyo nayo, katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu umeniweka hapa duniani, lakini siishi peke yangu, ninaishi na watu wenzangu. Ninaomba Bwana, mahali popote utakaponiinua, utakaponibariki, utakaponisaidia, utakaponivusha, ninakuomba Bwana, nisiwe mwiba kwa rafiki zangu, niwe baraka katikati yao, katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana, mimi pamoja na uzao wangu, mahali popote pale ambapo Bwana utatubariki, ambapo Bwana utatutetea, ambapo Bwana utatuweka, ninakuomba Yesu, asubuhi ya leo nifanyike baraka ndani
ndani ya kanisa, nifanyike baraka ndani ya kanisa, nifanyike baraka ndani ya kanisa, nifanyike baraka katikati ya malango yangu, nifanyike